ya takriban bilioni 15 na sasa hivi 24-25 tuna bajeti ya takriban bilioni 21 na sasa hivi tunakadiria kuomba kukusanya bilioni 25 katika mwaka wa fedha unaokuja. Katika halmashauri ya jiji la Tanga inaonekana sekta ya usafi na mazingira haifanyi vizuri katika makusanyo kwa kadri ya bajeti ya halmashauri, kwani katika kipindi cha mwaka wa fedha wa 22-23 halmashauri ilijipangia kukusanya shilingi bilioni 442,352,000, lakini kwa masikitiko makubwa halmashauri ikakusanya shilingi bilioni 194,430 na shilingi 300. Sasa unapopanga kukusanya, maana yake ushafanya utafiti na ushaona uwezekano wa kuweza kukusanya hicho kiwango, na ndio maana ukaweka maoteo ya kukusanya hizo fedha. Sasa unapokwenda kukusanya chini ya kiwango, tena kibaya zaidi chini ya 50%, maana yake unaipa kazi taasisi ya TAKUKURU kuanza kujiuliza kuna nini huko. Lakini TAKUKURU hawakuishia hapo, wakachunguza tena mwaka wa fedha wa 23-24 taasisi ya jiji la Tanga ilipanga kukusanya, pamoja na kwamba haikuweza kufikisha milioni 442. You can imagine, haikuweza kufikisha milioni 442. Sio, umeelewa? Haikuweza kufikisha milioni 442, lakini mwaka mwingine wa fedha ikapanga kukusanya milioni 742,300,000 na shilingi 404. Na cha ajabu zaidi sasa, ikienda ikakusanya milioni 222,405,000 na shilingi 304, sawa na 30%. Sasa hapa panaleta sintofahamu kwa watu wenye akili. Maana yake kama ulikuwa unataka kukusanya milioni 442 na hukuweza kuzikusanya kwa mwaka, maana yake tunategemea mwaka ujao ushushe au upate kiwango kile kile. Sasa unapoongeza tena mara mbili yake au karibu mara mbili yake kwenda milioni 700, kutoka 400 kwenda 700, maana yake wewe una uwezo ila hutaki, ama unajificha kutokana na uwezo wako. Mimi niwapongeze sana TAKUKURU kwa kuliona hili. Leo tunakutana na wadau ili kujumuika hapa nasi ili kuweza kuwakilisha yaliyobainika katika uchambuzi uliofanyika na kuweka mikakati ya pamoja ya kudhibiti mianya ya rushwa. Ndugu mgeni rasmi, takwimu zinaonyesha idadi ya watu waishio vijijini nchini Tanzania iliongezeka kutoka 617,500 mwaka 1967 hadi kufikia milioni 24,434,383 mwaka 2022. Ongezeko hili limeambatana na changamoto mbalimbali ikiwemo kuongezeka kwa uzalishaji wa taka. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikichukua hatua mbalimbali ya kudhibiti uzalishaji wa taka, ikiwemo kutunga sheria mbalimbali kama vile kuna sheria ya mazingira ya mwaka 2004, tuna sheria ya afya ya jamii ya mwaka 2009 na tuna kanuni za usimamizi wa taka ngumu ya mwaka 2009 na tuna kuna mwongozo wa udhibiti wa taka ngumu ambao unasema tunapunguza, tuna reduce, tunatumia tena, tuna reuse na tunarejeza, ina maana recycling. Hii ni ya mwaka 2021 ambapo sheria zimetoa mamlaka katika tawala za mikoa na serikali za mitaa nchini ya usimamizi wa taka ngumu katika maeneo yao. TAKUKURU mkoa wa Tanga imeamua kufanya ufuatiliaji huu baada ya kuona katika halmashauri ya jiji la Tanga sheria hizi hazisimamiwi ipasavyo, hali inayopelekea mazingira kuwa machafu kwa kutosimamia ukusanyaji wa utupaji wa taka salama. Ndugu mgeni rasmi, katika uchambuzi huu zimebainika changamoto mbalimbali ambazo zimepelekea ugumu katika swala la uondoshaji wa taka ngumu kutoka katika makazi ya watu na maeneo ya biashara, kama vile huduma isiyotosheleza inayotolewa katika uondoshaji wa taka, usimamizi hafifu wa ukusanyaji wa taka
na baadhi ya wananchi kutokuwa tayari kulipa ada ya taka. Hivyo TAKUKURU imeitisha warsha hii ili kuweza kuwekeana mikakati ya wadau wanaohusika wa huduma ya uondoshaji wa taka ili kuhakikisha taka zinaondolewa kwa wakati na mji huwa safi. Ndugu mgeni rasmi, baada ya warsha hii TAKUKURU itafanya ufuatiliaji wa maazimio tutakayoweka, ikiwa ni pamoja na malengo ya kimkakati strategic objective ya mpango mkakati wa miaka 5 wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU wa mwaka 2022-2023 hadi 2025-2026, ambalo linaitaka TAKUKURU kufanya ufuatiliaji na kupandisha kiwango cha utekelezaji wa mapendekezo ya kuziba mianya ya rushwa yanayotolewa na TAKUKURU. Halmashauri inatakiwa yafanyie kazi. Sisi kama sehemu ya management ya halmashauri ya jiji la Tanga, manake ninachokiona sasa na mchango wangu kwa management ya halmashauri ya jiji la Tanga ni kuhakikisha kwamba haya tunayaweka katika utaratibu wa utekelezaji. Tunaenda kutengeneza mpango, kuingiza ndani ya mpango mzima wa utekelezaji. Uzuri ni kwamba baadhi ya maazimio haya yapo tayari ndani ya utaratibu wa utekelezaji. Sasa ni kwenda kuyawekea namna njema zaidi ya utekelezaji ili tuweze kutekeleza kwa wakati lakini kwa ufanisi zaidi. Kwa sababu kila jambo lina sehemu yake ya utekelezaji na lina wake utekelezaji. Kwa hiyo tukishakuwa tumeweka nani akatekeleze jambo gani kwa wakati gani, basi tunategemea tutakuwa na sehemu njema sana ya matokeo mwisho wa siku. Lakini turejee mwanzo kwamba swala la taka linamhusu kila mtu, ni swala la kila mtu. Hata mimi mwenyewe mpaka nitakapokuwa nimeondoka, nikishafariki labda ndio ninakuwa takataka na mimi sasa niziko kwa mara ya mwisho. Ingaje sitaitwa taka kama ninapozichukulia taka zingine. Lakini sisi wataalamu wa taka tunasema tumefikia mahala ambapo pengine taka hatutazita taka tena, kwa sababu taka ni mali. Sasa hizi tunakoelekea tunaenda kwenye dunia inakohitaji kwenda kuzifanya taka kuwa rasilimali. Kwa hiyo pengine kesho na kesho kutwa hatutaita taka tena, tutaita rasilimali ili tuweze kuziangalia vyema na kuzifanyia ubunifu na kuzirejesha katika mzunguko wa thamani. Mzunguko au mnyororo wa thamani. Na hicho ndicho tunachokwenda kufanya katika jiji la Tanga. Jiji la Tanga ni moja ya halmashauri 3 ambazo zinatekeleza mradi unaitwa Green and Smart City sasa, ambapo tayari sisi kama jiji la Tanga tumejipambanua kama jiji ambalo linaenda kutekeleza mradi wa taka sufuri. Mradi wa taka sufuri manake nini? Kuhakikisha kwamba kila chembe ya taka inaingia kwa mnyororo wa thamani. Sasa ukiangalia hata wewe mwenyewe haraka angalia taka gani ambayo haina thamani? Hakuna. Kila taka ina thamani. Kwa hiyo ukiweka ndani ya mnyororo wa thamani lakini sasa kitu ambacho kitafanya iwe na tuingize katika kila chembe ya taka kwenye mnyororo wa thamani na kuacha kuita taka na kuita rasilimali, ni hapo ambapo kila tutakachokizalisha kama by product basi tukitenganishe pale. Ndio maana tuna anza majina yao. Kwa jina naitwa Nende Kahema, ni afisa afya kata ya Ngamiani Kati. Lakini kwenye masuala ya kufanya kazi kwa ufanisi tunafanya, ila tunaingiliana na watendaji. Unakuta mtu mwingine anaenda kazi ya afisa afya kule anajitambulisha kama, mwingine anaenda kama afisa afya lakini ni mtendaji. Kwa hiyo unakuta ile kazi imefanywa na mtendaji lakini lawama zinaingia kwa maafisa afya. Sasa nini kifanyike? Ndio hilo tulipewa vitambulisho sisi maafisa afya. Sasa hivi tuna vitambulisho vya kufanyia kazi. Ukifika sehemu unaonyesha kitambulisho chako unafanya kazi. Kwa hiyo unapofanya kazi unafanya kwa hakika kwamba mimi ni fulani, lete kitambulisho unaonyesha. Kama ni ukaguzi wa maduka unakagua, kama ni kusimamia usafi unasimamia, kama ni kukusanya mapato unakusanya.